Mfalme King Kiba ambaye pia anatarajia kwenda kusherehekea miaka 20 ya muziki wake. Kwanza Ali, hongera sana, sio jambo dogo. Tumeona wasanii wengi ambao walikuwa kwenye game kwa muda mrefu na hatujaona muda mrefu. Kwako umeendelea kumaintain. Kwanza hongera kwenye hili. Asante sana. Okay. Hii ina maana gani kwenye career yako? Maana kubwa sana, maana kubwa kwa sababu ni uwezo tu wa Mwenyezi Mungu na baraka zake. Lakini vile vile alichoniruzuku yani mpaka sasa hivi, lakini pia kiubinadamu discipline yangu ya katika kazi yangu ndio imenifikisha mpaka hapa nilipo. Na kwa kipaji alichonijalia Mwenyezi Mungu, hiyo ndio naona ndio imenisaidia mpaka kufika hapa. Sio kwamba wengine wasingeweza kufika hapa, ni kwa sababu mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Yeah. Moja kati ya swali ambalo pia nimeagizwa na mashabiki zako ni kuulize. By the way, tunajua Ali Kiba kitovu chake cha muziki kilianzia Dar es Salaam, lakini pia miaka 20 ya Ali Kiba tunaipeleka kule Zanzibar. Labda pengine ingefanyikia Dar es Salaam, labda mashabiki unawakimbia? Hapana. Wanatakiwa kuelewa tu ni sehemu tu ambayo nilichagua ya burudani, lakini hii miaka 20 ya Ali Kiba inaweza ikawafikia mpaka watu wa Mwanza, Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, sehemu nyingi tu. Kwa hii ni event ya kwanza. Umeelewa eh? Event zinaweza zikaendelea kuwepo endapo tutapata wadau wanaotaka nende nikawafanyia burudani. Okay. Yes, we are selling this, tunaiuza, anayetaka kuitumia nikaweze nikatoe shukrani zangu na burudani kwa mashabiki hata wa Sumbawanga. Mimi niko open. Okay. Karibuni. Sawa. Tumeona kuna baadhi ya mastamba umejaribu kutizi kwenye Instagram yako ambao pia kusupport. Tumemwona Ozu, yeah. Tumemwona Chege, tumemwona Dully Sax. Vipi kuhusiana na wasanii ambao pia pengine labda ulisha kushirikiana nao international, watu kama wakina BN na wasanii wengine kuelekea Zanzibar? Kwa bahati mbaya wasanii wa kila mtu ana ratiba zake tofauti. Na kwenda kwenye stage na kuonyesha uwezo wako inahitaji pia kujipanga. Sio kila msanii yuko katika free time sasa hivi. Umeelewa? Hao waliokuepo na nitakaoenda nao ni marafiki zangu kama walivyokuwa hao wengine ambao sijaenda nao, ni kwa sababu tu wana muda. Umeelewa? Lakini kuna wengine ambao walitaka tu kuniheshimisha, wameacha walivyokuwa wakitaka kuvifanya, wakaja kujiunga na mimi katika hii siku ya tarehe 20 Zanzibar. Tarehe 19 Zanzibar. Umeelewa? Miaka yangu 20 ya kuwepo katika game. Sio kwamba wamefanya kwa sababu hawana kazi, hapana. Ni kuniheshimisha tu kwamba bwana mimi niko na jambo langu lakini naachana nalo. Wacha niyo tarehe 19 tuwe wote Zanzibar. Yeah. Sawa. Ali, usingekuwa leo msanii ungekuwa nani? Sijui, Mungu ndiye mwenyewe alipokuwa ananielekeza, lakini kiukweli kwa maono yangu tu mwenyewe nilikuwa nayaona ni kwamba ningekuwa mcheza mpira au comedian. Kuna watu wananiambia na wachekesha. So yeah. Nadhani ni mchezaji mpira. Okay. Yeah, definitely. Swali langu moja, kwa licha ya kwenda kufanya show Zanzibar, kwa mimi teteza ambazo nimezisikia, Ali Kiba pia kuna namna tunaweza kwenda kupata ingizo jipya Crown. I mean Kings Music, msanii wa kike. In Zanzibar? Yeah. Surprise ya Nah, that won't be proper. Yani itakuwa ni kiuni sana. Japokuwa nitakuwa nimemheshimisha, ila hatopata ile mileage ambayo naitaka. Yeah, jambo langu je, nikienda nikafanya kila kitu kikawa on point, watu wakafurahia, wewe msanii mtamkumbuka kweli? So that's not sio vizuri kwa kweli. Anahitaji muda wake, na nitawaalika pia waandishi wa habari muweze kumuona, kumhoji na kusikia kitu gani anaweza kuwaletea watu wakampa support. Maana kuna msanii wa kike kutoka Kings Music. Usivujishe mtihani. Ali, muziki una milima na mabonde. Najua challenge nyingi. Tunatamani pia kusikia kwa hili. Unamaanisha muziki una mtihani? Mtihani. Ni skendo gani ambayo pia Ali alikutana nayo kwenye miaka 20 ya muziki ikafikia pale akasema bana, kama umaarufu wenyewe ndio huu bana, mimi inabidi ni quit huu muziki nifanye shughuli zingine? Kwa kweli mimi sijakuwa mtu wa skendo. Sijakuwa mtu wa skendo, na uongo una picha. Umeelewa? Uongo hauna picha. Umeelewa? Ukweli ndio una picha.
ukiongea kitu cha uongo akiklik kwa mtu. Kwa mimi kwa kaliba yangu nilivyokuwa nimejibrand hivyo yani. Yani you see everything in me. Yani unaweza kuona kwamba Ali this one can do, this one hawezi fanya Ali hivyo vitu. So skendo kwangu zimekuwa zinanikwepa zenyewe. So I don't remember. La kwangu na alitoa ndani pale. Umethibitisha kwamba Ali nao yuko kwenye mahusiano. Na kwa sababu najua ni Uislamu na uenda una utaratibu kwa sababu utahalalisha manake. Labda tutarajie Alikiba kufunga ndoa nyingine. Wewe upo kwenye mahusiano haupo? Nipo kwenye mahusiano na sasa kwani sija kuuliza, I don't need to know. Umeniuliza? It's good kwamba hayo mahusiano yako ni ya nini? Ni ya no, nakuuliza. Niko serious. Ni ya straight ama ni vipi labda? Yeah baba. Is it straight? Thank God. Thank God. Kidogo ukisikia mtu mahusiano yake ni straight basi unashukuru Mwenyezi Mungu. Okay. Kwamba unatuwakilisha. Manara alikuwa mwalimu wako wa madrasa na juzi tumeona akapata mtihani kidogo kwenye ndoa. Yeah. Kwa mwalimu amekufundisha madrasa kwa maneno yake na pia ushauri kudhibitisha. Yeah. Mimi nataka umwambie kitu moja Manara kutokana na hiki ambacho kimetokea, ndoa yake imevunjika na kitu kama hicho. Kwa kweli Manara kweli alikuwa ni mwalimu lakini pia alikuwa mwanafunzi pale madrasa. Na yeye pia. Ndakachomwambia ni kwamba divorce it's okay. It's okay to divorce. Kupeana talaka Mungu apendi. Lakini inapokuwa inafikia wakati lazima uwe na mtu sahihi kwa kweli. Unakuwa hakuna jinsi. Umeelewa? Haya ni mambo tu ya mitihani ya Mwenyezi Mungu. Mitihani inatokea ya ndoa ni vitu vya kawaida. Umeelewa? Kwa wasijisikie vibaya. Sisi ni binadamu tunafanya mistakes. Umeelewa? Basi labda Mwenyezi Mungu atamjalia atampata kufanana naye. Hii ni mapito tu, vitu vingine vinapita. Kuachana na mtu kuna sababu, kwa sababu kukosa pia ni kupata kama unavyosema, kwa sababu unapopata faida unasema umepata faida, lakini pia ukipata hasara unasema umepata hasara. Sasa hasara ni mbaya. Unapokosa pia umepata.